Karibu kwenye video namba 2 ya mafunzo yetu ya poster design kwa kutumia programu ya Adobe Illustrator, ambayo tutaenda kuanza kuangalia jinsi ya kuweza kudesign poster. Hatua ya kwanza tutaenda kwenye vipimo, ambavyo kipimo cha ukubwa wa poster inakuwa ni pixels 1080 kwa pixels 1080 kwa vipimo ambavyo vinatumika kwa ajili ya poster za Instagram au Facebook au poster ambazo zinatumika sana kwenye mitandao ya kijamii. Lakini ukiangalia kama mtu anahitaji umtengenezee poster au bango kubwa, basi lazima umwambie vipimo gani anavihitaji. Usitumie vipimo hivi. Kwa mfano mtu anahitaji bango la mita 3 kwa 4, kwa hiyo lazima akwambie na utengeneze kwa vipimo hivyo. Usitumie vipimo hivi ambavyo tunavitumia hapa. Lakini mara nyingi sana poster za Instagram au social media posters zinakuwa na vipimo vya 1080 kwa 1080 pixels. Twende moja kwa moja tukaangalie. Hizi hapa ni icon ambazo nimeshazitengeneza hapa tayari, ambazo pia tutaenda kuzitumia kwenye mafunzo yetu. Hatua ya kwanza nitaenda kwenye file, kisha nitaenda kwenye new. Baada ya hapo tutasubiri ifunguke na tutakuja kutumia hapa weight sio kubwa hapa jina. Kwa mfano hapo tutaandika tutakuja kuandika poster design, kisha huu ni upana width ambao tutaweka 1080, lakini huku ni height urefu ambao pia tutaweka 1080. Breadth unaweza kuweka au kaacha whatever wewe mwenyewe unavyotaka, na huku kwingine nadhani tayari tumeshafundishana kwenye mafunzo yale awali kule namna ya kuweza kutumia programu ya Adobe Illustrator. Baada ya hapo tutakuja nitapress create, kisha nitasubiri ifunguke nani yangu ifunguke poster yangu kama hivi inavyoonekana. Hatua inayofuata nitakuja sasa nitakuja kuset, kwa sababu natengeneza poster ambayo ni very simple. Kwa hiyo hapa nitakuja kwenye layer, kisha nitakuja kuweka kama hapa kwenye intersect, na nitakuja kutengeneza shape yenye muundo kama huu hapa unaonekana. Baada ya hapo nitakuja huku kuondoa stroke, huku kwenye stroke chini kabisa, kisha nitakuja kubadilisha rangi. Kuja kwenye rangi na itakuja kuweka rangi yote ambayo naona kwamba itakuwa ni mzuri. Kwa mfano kama hapo naweza kuweka rangi nyekundu kama hii, kisha nikaenda kuimodify huko, kwa sababu nataka niweke rangi kama ya damu ya mzee kama hii hapa. Naita rangi ya damu ya mzee hiyo kama hii, kwa lugha nyingine inakuwa ni I'm not sure kwa Kiingereza inaitwaje. Lakini baada ya hapo nitakuja kubonyeza alt left click, kisha nita drag kwa ajili ya kutoa copy kama hivi inavyoonekana namna hiyo. Nitakuja kutoa copy kama hivi na nitakuja kuiarrange hapa chini kabisa namna hii hapa. Baada ya hapo nitabonyeza control 0 kwa ajili ya kuhakikisha kwamba canvas yangu ina fit kwenye screen. Pia naweza kuja kuipunguza ukubwa kidogo kama hivi au nikaiacha kama hivi. Kwa hiyo utakuja hapo utatoa copy na utaiweka huku chini kama hivi. Baada ya hapo itafuata hatua nyingine ambayo tutaenda kuandikia maneno, kwa sababu nataka tutengeneze poster ambao huku juu kutakuwa na maneno na huku chini kutakuwa na maneno mengine au taarifa zingine za msingi tu. Kwa hiyo baada ya hapo nitakuja kuselect na nitakuja kulock hizi layer zangu mbili namna hii. Na sasa tumeshafundishana kwenye mafunzo ya General Adobe Illustrator course ambayo imekuhusu kila kitu, namna ya kulock layer na vitu vingine. Baada ya hapo nitakuja huku juu kabisa na kuandika maneno. Kwa mfano nitakuja kwenye poster yangu hii hapa kama hivi na nitakuja kuselect haya maneno, nita right click kisha nitaenda ku ungroup. Baada ya hapo nitakuja tena nita double click kama hapa, kisha nitakuja kuselect haya maneno, nitabonyeza control C kwa ajili ya kuweza kuyacopy, kisha nitabonyeza control Z kurudi nyuma kwa ajili ya kuweza kuwafanyia grouping kama zamani. Baada ya hapo nitakuja huku nitabonyeza shift control V kwa ajili ya kupaste in press, yamekuja kukaa huku kama haya hapa yanavyoonekana. Kwa hiyo naweza kuja kuyarudisha yakakaa kama hapa hivi inavyoonekana. Hatua inayofuata nitakuja tena kwenye property kwa ajili ya kuweza kuyabadilisha hapo. Nitakuja kwenye roboto, na roboto naweza kutumia regular au nikatumia bold, hii hapa itakuwa mzuri zaidi, na kisha nitakuja kuongeza ukubwa wa maneno kama hivi. Baada ya kuongeza ukubwa wa maneno naweza kuja kuongeza ukubwa kama hivi. Baada ya hapo nikaja pia kubadilisha rangi na kuweka rangi nyeupe kama hivi inavyoonekana au rangi ya njano. Kumbuka rangi ambazo zina asili ya wekundu huwa zinaendana na rangi nyeupe, rangi ya njano huwa ni rangi ambazo zinaendana. Na bahati nzuri
ya mafunzo haya huko mbele nitakuleteni pop up ya color match ambayo ina rangi ambazo ukizitumia pamoja zinaweza kuleta matokeo mazuri. Kwa hiyo baada ya hapo nita click na kuja kuyaseti kama hapa katikati namna hii. Unaweza kwenda kuchagua mwandiko mwingine, kwa mfano unaweza kuchagua mwandiko labda Arial, ni mzuri pia kama hivi ukaangalia. Ni mwandiko mzuri pia ambapo ukaja ukaseti maneno yako kama hivi. Baada ya hapo nitakuja kuseti social media icons huku chini kabisa kwa kwenda kwenye icons. Kisha nitakuja kuchagua icon ambazo nazihitaji. Kwa mfano kama hapa labda icon, nitakuja kuchagua icon hii hapa za Facebook pamoja na Instagram. Kisha nitakuja kuchagua pia icon za location kama hivi. Location au namba ya simu, whatever mwenyewe unavyotaka unaweza kuweka. Baada ya hapo nitabonyeza Control C kwa ajili ya kucopy. Kisha nitaenda kwenye posta yangu na nitabonyeza Control V kwa ajili ya kupaste. Baada ya hapo nitakuja kuset. Hizi zimeshikwa grouped. Nitakuja nita-group kama hivi. Baada ya hapo nitakuja kuchukua na kuweka kama hapa. Control Z kurudi nyuma. Hakikisha hizi hapa zimekuwa grouped namna hii kwa sababu vya icon viwili ndani yake. Kwa right click pia na hii hapa group namna hii. Kisha njoo uichukue kama hii hapa, utakuja kuiweka hapa chini kama hivi. Utakuja kuchukua na hii hapa, utakuja kuweka kama hivi zikiwa karibu namna hii. Baada ya hapo utakuja kuziselect na njoo kwenye align, kisha hapa njoo align vertical hivi zikae sawa, na utakuja kupunguza ukubwa kubonyeza shift alt ili mradi zipungue ukubwa katika proportional ambayo inafanana. Baada ya hapo itakuwa tayari kama hivi umeshaiset, na utakuwa unaweza kuja kubadilisha rangi, na hapa tutakuja kuweka rangi nyeupe kama hivi inavyoonekana. Hatua inayofuata nitakuja tena kwenye icons na nitakuja kuchukua icon ambao naweza kuzitumia kwa ajili ya kama hii hapa ya location. Control C, kisha nitakuja ku-click na nitakuja kubonyeza Control V kwa ajili ya kupaste. Kisha hapo nitakuja kuichukua na kuiweka kama hapa na kupunguza ukubwa kama hivi inavyoonekana. Baada ya hapo ili mradi iweze kulinganisha na hizi, nitakuja kuselect all kama hivi, kisha nitakuja kuzialign vertical namna hii kuonekana kwamba zipo sawa zote. Baada ya hapo nitakuja kuselect hii huku na nitakuja kuibadilisha rangi na kuipa rangi nyeupe kama hivi inavyoonekana. Kwa hiyo tayari inakuwa nimesha set kitu kama hiko, na hapa sasa hivi nakuja kuandikia majina tu. Kwa hiyo nitaenda kwenye type 2 na nitakuja kutype hapa majina. Kwa mfano hapa naweza kuandika labda kama hivi Grayson spare parts kama hivi. Kisha nitabonyeza Control A kwa ajili ya kuselect, na nitakuja kuchagua Arial regular kama huu hapa ambao mwandiko mdogo, au naweza kuja kwenye mwandiko ambao waga nimeutumia ambao unaitwa au mwandiko unaitwa Futura. Nadhani nimeshaelekeza kila kitu katika video zilizopita jamani. Kila kitu nimeshakifundisha, namna ya kudownload fonts, namna ya kuweza kuinstall fonts na vitu vingine. Kwa hiyo kama unaona kuna kitu huku kwangu unakiona, kwako haukioni, basi ujue moja kwa moja kwamba hiko wewe haujakidownload kwako kuweza kuinstall. Kwa hiyo kwa kitu kama hiko, baada ya hapo nitakuja moja kwa moja kuset maneno yangu yakae kama hapa katikati namna hii. Naweza kuja kuyaset kama hivi, ka select all, kisha nikaja kualign vertical kama hivi inavyoonekana. Hatua inayofuata nitakuja tena hapo kubonyeza alt left click, nitakuja kutoa copy ili mradi niweze kuyaweka maneno yangu kama hapa na kuweza kuyabadilisha jina kama hapo. Nitakuja nitaselect, nitabonyeza Control A kwa ajili ya kuselect all. Baada ya hapo nitakuja kuandika jina. Kwa mfano nitakuja kuandika labda kama hapo nitaweza kuandika labda Kariakoo Agri kama hivi, Agri namna hii kama hivyo. Kisha baada ya hapo nitakuja kufanya selection ya hizi zote huku chini, kisha nitakuja kuzialign vertically ili mradi zikae sawa sawa kama hivi zinavyoonekana. Baada ya hapo nitabonyeza right click, nitaenda kuzigroup na nitakuja kualign pia vertically namna hii hapa zikae sawa kama hivyo zinavyoonekana. Kwa hiyo hapo inakuwa tayari nimesha set kila kitu. Nimeseti jina juu, lakini pia nimeseti social media icons huku chini kama hivyo inavyoonekana. Kama unaona kubwa unaweza kupunguza au whatever wewe mwenyewe unavyotaka. Baada ya hapo nitakuja kuingizia vitu ambavyo unavitaka kama bidhaa huku chini. Kwa nitaenda kwenye press. Baada ya hapo nitakuja
kwenye download. Hivi hapa ni download vitu ambavyo nimesha download tayari. Kwa hiyo hapo nitaenda kwa mfano kama hiki, nita click 46, nita click hapo, itakuja ni kama madumu kama hivi inavyoonekana. Kwa nitakuja nita click kama hapa na nitaweza kuarrange kama hivi inavyoonekana namna hii. Nitakuja tena uta-arrange hapo. Inategemea wewe mwenyewe unataka uweke kwa ukubwa gani. Kama hivi unaweza ku-arrange kama hapo, ikakaa kama hivi. Baada ya hapo utakuja tena kwenye file. Hivi vyote ni picha hizi zote nimechukua kule pngwing.com. Kwa hiyo baada ya hapo nitakuja tena, nitakuja kuselect kitu kingine ambacho nitakuja hapo, nitaselect labda hapa 45, niangalie picha gani, kisha nitaselect nayo, nitakuja kama hii, nitakuja kuselect kama hapa iweze kukaa kama hivi namna hii. Pia naweza kuja nikaiongezea ukubwa kwa kubonyeza shift na left click, nikaongeza ukubwa ikakaa kama hivi. Baada ya hapo ngoja kuna kitu nijaribu hapo. Ukienda kupeleka kama hivi, unaona picha yako inakuwa ni transparent, haina background huku nyuma huku. Kwa hiyo inakuwa ni kitu kizuri zaidi. Baada ya hapo nitakuja tena kwenye file, kisha nitaenda kwenye place, nitakuja kuweka kitu kingine ambacho nakihitaji. Kwa mfano kama hapo nitakuja tena 47, 45, 46, 45 hii hapa, ambao pia au nitakuja kubonyeza 45, nitabonyeza shift 43, 42. Hizi zote nitazichukua kama hivi, kisha nita click place kama hivi inavyoonekana. Baada ya hapo nitakuja ya kwanza, nita select kama hapa, nitaiweka hizi tile hapa. Kisha nitakuja kuselect kama hapa, nitakuja kuweka hizi hapa chuma kama hapa. Nitakuja kuselect kama hapa, hizi hapa plug nitakuja kuziweka hapa, na ya mwisho ni hii huko ambayo nitaselect kama hivi hapa, nitakuja kuiweka kama hapa, ambapo unaweza kuishusha kidogo ikakaa kama hapa, na hii hapa nikapandisha kidogo ikakaa kama hapa. Na naweza kuja kuongeza ukubwa hii huku, naweza kuongeza ukubwa kama hivi. Pia naweza kuja kuongeza ukubwa kama hii huku iwe kama hivi. Baada ya hapo inakuwa tayari control 0 kwa ajili ya kuhakikisha posta yangu inakaa center. Kwa hiyo baada ya hapo itakuwa kama hivi inavyoonekana. Itakuwa tayari hapo tumeshatengeneza posta yenye muonekano kama huo hapo ambao unaonekana. Kwa hiyo inakuwa ni fantastic by the way. Ni simple poster. Kwa hiyo tunaanza taratibu mpaka tuweze kufikia hatua za mwisho kabisa. Kwa hiyo hakikisha unafanya practice kwa kila kile ambacho nakufundisha ili mradi uweze kuwa perfect. Hatua inayofuata utakuja kusave kwa kwenda kwenye file, kisha utaenda kwenye export. Kisha utakuja export as au utakuja save for web. Okay, click save for web. Itakuja pop up kama hii hapa. Unaweza kuichukua na kuipandisha kwa juu kidogo. Kuipandisha kwa juu kidogo. Kumbuka hapo ipo 100%. Tunaweza kukliki na tukaenda kuiweka 50%, itakuwa inaonekana kama hivi. Hapa utakuja kubadilisha name. Hapa hakikisha kwamba PNG unaondoa, unaweka JPEG kwa ajili ya background hapa iweze kurudi, kwa itakuwa kama hivi. Baada ya hapo utahakikisha hapa quality ipo 100% maximum. Progress itakuwa checked kama hivi, huku itakuwa white kwa sababu hapa ukija kubadilisha ukaweka black, basi itakuwa hapa rangi ya black kama hivi. Kwa hiyo hapa utahakikisha ukiweka none ukija hapa ukiweka none kama hivi, kama hivi, basi itakuwa inakuja white pia. Lakini pia ukija hapo white itakuwa ni white kama kawaida. Baada ya hapo vipimo vyako ni kama vinavyoonekana, kisha utaenda save kama hivi. Ukishaenda save hapo utakuja utasave kama hivyo. Unaweza kusave labda hapa, anaweza kusave kama hivi hapa. Baada ya hapo unaweza kuja kuposta design tayari, kisha nika click save na tayari posta yangu itakuwa imeshajisave kama hivi inavyoonekana. Kwa hiyo inakuwa ni very simple, sio kitu kigumu sana. Hii ni video namba 2 ya mafunzo yetu ya poster design kwa kutumia programu Adobe Illustrator. Tukutane kwenye video inayofuata ambayo tutaenda kuanza kuangalia namna ya kuweza kutengeneza poster ambayo ina background ambayo imedesigniwa. Tuende moja kwa moja kwenye video inayofuata. Asante na nikutakia wakati mwema.